mtazamaji wa kipindi chetu cha Kazi na Sheria, kipindi ambacho kinakuletea maudhui mbalimbali yanayohusu sheria. Katika kipindi cha leo tutazungumza zaidi kuhusiana na haki za mfanyakazi. Ndugu mtazamaji, katika kipindi kilichopita tuliangalia kwamba sheria za kazi zipo katika sehemu mbalimbali. Tuliangalia kwa mfano katiba, tulizungumzia sheria zinazotungwa na bunge, tukaangalia pia sheria za kimataifa. Sasa katika kuangalia haki za wafanyakazi, tutaangalia haki za wafanyakazi kama zinavyotolewa katika vyanzo mbalimbali vya sheria. Kwa mfano tutaangalia katika sheria yetu ya ajira na mahusiano kazini ya mwaka 2004 namna ambavyo inaeleza haki za wafanyakazi. Lakini pia haki nyingine za wafanyakazi zinapatikana katika mikataba ambayo inasainiwa kati ya mfanyakazi mmoja na mwajiri, lakini pia katika mikataba ya hali bora kazini ambayo pia inatoa mwongozo mwingine wa haki za wafanyakazi. Kwa hiyo katika kipindi cha leo tutaangalia haki za wafanyakazi kama zinavyotolewa kwenye sheria zetu, hasa sheria ya ajira na mahusiano kazini ya mwaka 2004. Katika kuanza kipindi chetu tupende kuzungumza kwamba katika sheria yetu tuna kifungu namba 13 ambacho kinatoa mustakabali mzima wa tafsiri ya sheria lakini pia na haki za wafanyakazi. Katika kifungu cha 13 tunaona kwamba sehemu ambayo inahusika katika kifungu hicho cha 13 ni kwamba haki zilizotolewa katika sheria hii, sheria ya ajira na mahusiano kazini ya mwaka 2004, zitaendelea kutambuliwa na kutumika isipokuwa kama kuna mkataba tofauti, yani kama kuna mkataba kati ya mwajiri na mfanyakazi au kati ya chama cha wafanyakazi na waajiri, au kama kuna tamko au oda maalum ambayo imetolewa kwa waziri. Kwa hiyo kifungu cha 13 kinasema mambo ambayo yapo katika sehemu ya pili na sehemu ya 3 ya sheria ya kazi yatatumika mpaka pale ambapo kuna makubaliano tofauti, na masharti ni kwamba makubaliano hayo ni lazima yatoe haki iliyo bora zaidi ya kilichopo kwenye sheria. Kwa hiyo huo ni msingi mkubwa wa kutafsiri haki za wafanyakazi katika nchi yetu ya Tanzania. Chini ya kifungu cha 13 tunaona kwamba waziri anayehusiana na masuala ya kazi na ajira Tanzania anaweza akamuondolea mwekezaji au mwajiri wajibu wa kufuata baadhi ya vipengele vya sheria ya kazi endapo kuna mazingira fulani. Kwa mfano katika kipindi ambacho anawekeza, au tuseme katika kipindi cha mwaka wa kwanza wa uwekezaji ambapo kwa utaratibu ni kwamba mwekezaji anakuwa bado hajatengeneza faida. Kwa hiyo sheria inamruhusu waziri wa kazi kuweza kumuondolea wajibu mwajiri au kundi fulani la waajiri ili wasifuate baadhi ya vipengele vilivyopo kwenye sheria. Lakini lazima utaratibu ufuatwe kwamba lazima wafanye maombi kwa waziri na wadau husika, wakiwepo wafanyakazi na vyama vya wafanyakazi, waulizwe na watoe mapendekezo yao, na baada ya kutoa mapendekezo basi ikimpendeza waziri, baada ya kuangalia mazingira yaliyopo na sababu ambazo zimetolewa na mwajiri, anaweza sasa akatoa kibali cha kumuondolea wajibu mwajiri au kundi fulani la waajiri kwa muda fulani ambao ataona unafaa. Kwa hiyo akishatoa kibali cha namna hiyo, maana yake ni kwamba baadhi ya vipengele ambavyo tutaviangalia kwa siku ya leo vinaweza visifuatwe kadiri ambavyo waziri atakuwa ametoa kwenye tangazo la serikali. Kwa hiyo nikukaribishe katika kuangalia haki za wafanyakazi ambazo zipo kwa mujibu wa sheria, lakini pia tutaangalia huko mbeleni kwamba baadhi ya haki zinaweza zikawepo katika mkataba au katika mkataba wa hali bora kazini. Kwa kuanzia tuangalie haki ya kwanza. Haki ya kwanza ni haki ya kupata mkataba wa kazi.
Ndugu mtazamaji, kama unakumbuka kipindi kilichopita tulisema kwamba mkataba wa ajira ni mkataba kama mikataba mingine, na kuna utaratibu ambao lazima ufuatwe, ambapo ni kwamba tulisema kwa mtu ambaye anafanya kazi, ambaye anaajiriwa hapa Tanzania lakini atafanya kazi nje ya nchi, sheria inatoa haki ya yeye kupewa mkataba kwenye maandishi. Lakini kwa yule ambaye anaajiriwa Tanzania, mkataba wa kazi unaweza ukawa ni wa maneno au wa maandishi. Na endapo mkataba huu ni wa maneno, chini ya kifungu cha 15 cha sheria ya ajira na mahusiano kazini, mfanyakazi huyu atakuwa nayo haki ya kupewa mkataba, na mkataba huo utaweza kuonesha baadhi ya taarifa muhimu zinazohusiana na ajira yake. Kwa mfano, muda wa kufanya kazi, masaa ya kufanya kazi, mshahara ambao wamekubaliana na namna ambavyo utalipwa, pamoja na haki zake nyingine kama ambavyo zimeanishwa katika kifungu cha 15. Na tunaona katika kulinda haki hii chini ya kifungu cha 15, mwajiri endapo ameshindwa kutoa mkataba au endapo ameshindwa kutoa hiyo ambayo inaitwa written statement of particulars, basi tunaona wajibu wa kutoa wa kuthibitisha mahakamani au kwenye chombo chochote cha kutoa maamuzi ya kwamba haki fulani ya mfanyakazi haipo kama ambavyo mfanyakazi anasema, basi wajibu huu utakuwa kwa mwajiri. Kwa hiyo tunaona kabisa kwamba mwajiri anaposhindwa kutoa mkataba, basi inawezekana kabisa uko mbele ya safari akapata changamoto endapo mfanyakazi atakuja kusema kwamba haki yake fulani imekiukwa na mwajiri akashindwa kutoa ushahidi wa nini ambayo ni haki yake kwa mujibu wa mkataba. Kwa hiyo haki ya kwanza, ndugu mtazamaji, ni kwamba lazima mfanyakazi apate mkataba, na endapo hatapewa mkataba, basi sheria inamlinda kwa namna moja au nyingine, kwamba ikitokea mgogoro, basi wajibu mkubwa wa kuonesha kwamba jambo fulani halikukubaliwa litakuwa kwa mwajiri, na hii tunaita burden of proof katika lugha ya Kiingereza. Hiyo ni haki ya kwanza. Lakini haki ya pili, ndugu mtazamaji, tunaona ni haki ya kufanya kazi kwa muda maalum. Katika kifungu cha 19 na katika kifungu cha 20 na 21 tunaona kwamba sheria inaweka utaratibu wa muda gani mfanyakazi aweze kutoa huduma kwa mwajiri. Na hii ni kutokana na pia na viwango vya kimataifa, kwamba katika utaratibu wa kawaida mfanyakazi anayo haki ya kufanya kazi kwa masaa 9 kwa siku. Lakini pia katika wiki mfanyakazi atatoa huduma kwa mwajiri kwa masaa yasiyozidi 45. Maana yake ni kwamba kama endapo mfanyakazi atatoa huduma kwa masaa 9 kwa siku, manake ataweza kufanya kazi kwa siku 5. Lakini kama wamekubaliana kwamba anaweza kufanya kazi kwa masaa pungufu ya 9, kwa mfano masaa 8, manake ni kwamba mwajiri anaweza pia akatumia siku ya 6 katika hali ya kukamilisha yale masaa 45. Na katika kipengele, katika kifungu cha 20 tunaona pia kwamba mfanyakazi anayo haki ya kufanya kazi kwa siku 6, na siku ya 7 ni siku yake ya mapumziko. Kwa hiyo mapumziko kwa mujibu wa sheria ni masaa 24. Kwa hiyo ni siku nzima. Maana yake ni kwamba mfanyakazi anaweza akafanya kazi kuanzia Jumatatu mpaka siku ya Jumamosi. Lakini tunapozungumzia siku 6, ndugu mtazamaji, hatuzungumzii siku ambazo mfanyakazi anajipangia. Kalenda na utaratibu wa kufanya kazi, mwenye kutoa huo utaratibu ni mwajiri. Kwa hiyo kuna wakati mwingine siku ya Jumapili, japo mfanyakazi anayo haki ya kwenda kwenda kanisani kuabudu, na wengine huwa wanaabudu siku ya Ijumaa. Kwa hiyo mwajiri yeye ataangalia utaratibu umekaa vipi ambao utaweza kuendana na taratibu za mfanyakazi. Lakini ni kwamba lazima siku za kufanya kazi zisizidi siku 6, na siku ya 7 mfanyakazi aweze kupumzika. Lakini katika utaratibu huo pia tunaona kwamba inawezekana katika utaratibu fulani mwajiri akawa na uhitaji katika baadhi ya makampuni hasa yenye kuzalisha,
yenye kufanya uzalishaji, kuna kipindi ambacho huwa tunasema ni high season, yani kipindi ambapo uzalishaji unakuwa uko juu, na kipindi hicho mwajiri atamhitaji mfanyakazi ili aweze kuzalisha zaidi. Kwa hiyo sheria ya kazi chini ya kifungu hicho cha 19 kinatoa, na kifungu cha 20 kinatoa nafasi ya mwajiri kuingia makubaliano maalum na wafanyakazi ili waweze kutoa huduma kwa muda wa zaidi ya masaa 9 kwa siku. Maana yake ni kwamba aweze kufanya kazi kwa masaa 12 pasipokuwa lakini pia akiwa amepumzika saa moja. Maana yake ni kwamba katika utaratibu huo mwajiri inawezekana mfanyakazi akatoa huduma kwa masaa 12. Lakini endapo imetokea kwamba sasa makubaliano haya yamefikiwa, basi ni lazima yale masaa 45 ndani ya wiki moja yasikiukwe. Kwamba endapo amefanya kazi masaa 12 kwa siku, basi hii inamaanisha kwamba huyu mfanyakazi hatafanya kazi kwa muda wa siku 5 au 6. Inawezekana akafanya kazi kwa siku 4. Pale ambapo ametimiza miezi 6 akiwa anatoa huduma kwa mwajiri yule, basi anayo haki ya kwenda likizo ya mapumziko ya mwaka. Na hii likizo inapatikana katika miezi 12, kwamba leave cycle ya hii likizo ya mwaka ni miezi 12. Kwa hiyo ndani ya miezi 12 mfanyakazi anayo haki ya kwenda kupumzika kwa siku 28. Hii inaitwa paid annual leave. Ni likizo ambayo mfanyakazi anapata, lakini pia analipwa mshahara japo hayupo kazini. Na hapa simaanishi kwamba mfanyakazi analipwa kitu kingine tofauti na mshahara ambao anapokea kwa mwezi. Utapokea mshahara ule kwa mwezi ambao kwa kawaida huwa unapewa. Japokuwa kuna baadhi ya huduma zinazoongezeka kutokana na mkataba wa makubaliano, mkataba wa hali bora kazini. Kuna watu ambao wanapewa nauli ya kwenda likizo, na mara nyingi huwa ni kila baada ya mwaka mmoja. Hii ni jambo jema na linatambuliwa na linakubaliwa na sheria, kwa sababu ni jambo ambalo linalenga pia kuongeza motisha kwa mfanyakazi. Sasa katika kifungu hicho cha 31 inawezekana kabisa mwajiri kutokana na ratiba yake na shughuli alizonazo ikawa ngumu kumruhusu mfanyakazi kwenda likizo. Sheria inaruhusu kwamba mwajiri, kwa sababu ndiye mwenye wajibu wa kumruhusu mfanyakazi kwenda kupumzika, anaweza akamzuia au asimruhusu mfanyakazi baada ya kumpa taarifa kwamba wewe katika mwaka huu utaenda likizo. Lakini sheria inaweka wajibu kwamba ndani ya kipindi cha mwaka unaofuata, ndani ya miezi 6, basi huyu mfanyakazi inabidi aende mapumziko. Japo pia kipindi hicho kinaweza kikaongezwa kaenda mpaka mwaka mmoja. Kwa hiyo ndugu mtazamaji, haki ya kwenda likizo ni muhimu, lakini pia inategemea na mwajiri namna ambavyo amepangilia ratiba yake. Ndio maana kupitia kwa afisa rasilimali watu, human resource officers, kila wafanyakazi au makampuni mengi, mfanyakazi huwa anajaza taarifa ya kuonesha lini ataenda likizo, ili mwajiri aweze kujipanga vizuri kwamba kipindi ambacho fulani atakuwa likizo, basi kuna mtu atakayekuja kutoa huduma kwa niaba ya huyo mtu. Japo itambulike kwamba hii sio replacement labor, kwamba mtu anakwenda likizo au ajiri mtu mwingine. Sheria inamlinda mtu yeyote, na hasa mama mjamzito, kwamba anapoenda likizo basi aruhusiwe kurudi, kwa sababu likizo hii ni haki yake. Kwamba kurudi, endapo atarudi na akakuta ofisi yake ina mtu mwingine, hii inaweza ikatafsiriwa kwamba amefukuzwa kazi.